My Redeemer, you are my Savior. My Redeemer, you are my healer. My Redeemer, you are my Savior. Oh. Mchungaji Paul, karibu sana. Amen. Karibu sana. Amen. Mungu amani awabariki sana. Naona unaendelea kwa usafi. Lakini ningependa kukaribia kwa nyumba. Niende sana. Karibu sana Mchungaji Paul. Amen. Nashukuru Mungu sana, hata nilikuwa nimeongoja kwanza at least mwingie wote ndio tuombe. Unajua mara nyingi nilipokuja nilikuta Claire alikuwa anaosha vyombo na pia ulikuwa hapo na majirani zako, tukawa hapa na ibada. Na niliona ibada ilikuwa ya miujiza sana katika pia maisha yako. Kweli Mchungaji Paul, kulingana tu na hiyo ibada, kweli Mungu alitenda mambo makubwa ndani ya mji huu. Amen. Hakika changamoto ambazo nilikuwa napitia, hakika Bwana alionekana. Amen. Wacha tuombe ndio tuendelee. Baba, ninasema ni asante. Wewe ni wa neema, wewe ni wa muujiza. Wewe ni wa amani, wewe ni wa baraka, kwa ajili ya ulinzi na kwa ajili ya mapenzi yako na kutukuza, nikisema ni asante. Maana umekuwa mwaminifu, umekuwa mtetezi na Mungu wa ajabu. Ninakutukuza nikilimidi jina lako Jehova, maana ni Bwana. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Sifa na tukufu zidi kurudia, maana ni Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Amen. Kwa hivyo nimerudi kuwatembelea. Unajua hiyo siku nilikuja na sikuwa na muda mwingi sana. Ushauri nilikuwa nao ni kwamba nilipokuwa kwangu, kabla hata tukutane na wewe kwa njia na nikuje siku ya jana, kuna maono nilikuwa nimekutana nayo na nikawa nimepata maono kwamba mtumishi wa Bwana anapotea. Na unajua hatujafungua kanisa officially, lakini hata nilipopata hayo maono kwamba mtumishi wa Mungu anapotea ama kondoo wa Bwana anapotea, nikasema Mungu anisaidie sana nifahamu yule ambaye anapotea ni nani. Na Roho akaniletea katika maono kwamba unapotea. Na maono yenye kulingana na vile nilikuwa napata hayo maono ni kwamba kuna mambo fulani ambayo ilikuwa inatendeka katika maisha yako yasiyoeleweka sana. Na nikakumbuka kwamba nilipokuwa hapa mwanzo tuliomba na nyinyi vizuri na tukakesha na nyinyi vizuri sana katika maombi. Lakini baada hapo mimi niliporudi kwangu nikapata maono tena kwamba mnarudi kwa waganga, mnapata msaada kwa waganga, au mlikata tamaa na Mungu katika maisha yenu. Mchungaji Paul, wacha nikuelezee. Ulipotoka mahali hapa, hakika nikalala siku 2. Yaani kidogo nilishtukia niko forest. Nimekosa control. Yaani nimechanganyikiwa. Nilipokuwa katika harakati ya forest, nikakutana na Kevin, anaitwa Kevin. Yes. Hata si kwenda kwa mganga mchungaji. Mimi nilikuwa nimepotea njia, nikamwambia anionyeshe njia ya kutoka forest, maana nilikuwa nimepotea, nilikuwa katikati tu ya msitu. Apojua bodi. Nani anayeweza kunifikia? Nimepotea mganga Kevin. Hapana. Natumai unaweza ukanionyesha njia ya wewe. Sio kweli. Maana namna inavyoonekana inabainika kuwa wewe pamoja na yule mchungaji wa Minerva yule
ambao mmeweza kuungana, nataka kuniangamiza yao sio? Si hivyo mganga Kethi. Inawezekana upi? Maana ni mara ya pili tutakutana. Nimepotea tu mganga Kethi. Hapana. Utawezaje kuniaminisha kwa mambo yako yale? Tafadhali naomba tu nionyeshe tu njia ya kurudi nyumbani. Unataka njia kurudi nyumbani? Nataka hivyo. Sawa. Nitakupa masharti magumu tena sana. Ukiweza kuyashinda, ndipo nitaweza kukuonyesha njia ya kuelekea kule Nineva. Masharti gani hayo? Najua kuwa kuna mchungaji mmoja anayeweza kujaribu himaya yangu. Sawa. Njoo nitakuelekesha. Njoo. Nitaweza kukuelekeza kwenye njia yako kuelekea kule nyumbani. Ulisema unatokea kwenye kijiji gani? Mimi natoka katika kijiji cha Nineva. Ndio hii. Fika pale. Tazama kaskazini, kusini, mashariki, magharibi, nenda kusini. Utaweza kupata njia kuelekea Nineva. Na ulijipataje kwa msitu? Sipata mchungaji, yani nilikuwa hapa nyumbani. Alafu kitu kikakuja kama moshi kwa uso na kwa kichwa. Nikahisi tu kisunguzungu na nikatimua tu mbio mpaka forest. Sijui nini yani nilikaa chini nikawaza nikajiuliza kwamba nilitokaje nyumbani kwangu nikajikuta hapa forest. Sasa unajua, lakini mwanzo mlikuwa mnategemea waganga wote katika kijiji chenu kabla mchungaji hajaingia? Hapo mwanzo tulikuwa tunategemea waganga. Lakini mchungaji Paul, tuliposikia uvumi wako, hakika mimi naonelea kwamba heri kumtegemea Mungu kuliko mganga. Lakini mwanzo mlikuwa mnategemea waganga? Mwanzo tulikuwa tunategemea waganga mchungaji. Na mganga mgani zaidi mwenye ulikuwa unamtegemea sana katika maisha yako? Mganga Kethi. Yeye ndiye alikuwa anakusaidia? Yeye ndiye alikuwa ananisaidia. Unaweza nielezea kidogo vile alikuwa anakusaidia? Mwanzo alikuwa ananisaidia, hata kwanza alikuwa ameniconfuse kwamba ati nikuite kule Nineva. Masharti gani hayo? Najua kuwa kuna mchungaji mmoja anayeweza kujaribu himaya yangu. Anajaribu kupishana na nguvu za giza, ila hajui kwamba siku zote nguvu za giza hushinda mwanga. Mwanga unaweza kuonekana asubuhi mapema, ila jua muda wake, na giza ndio daima. Niambie hayo masharti sasa mganga Kethi. Nataka umulete yule mchungaji kwenye himaya yangu. Nahitaji kumwangamiza mimi mwenyewe, ndipo nitakuonyesha njia kuelekea kule Nineva. Na utatumia njia ipi ya kumuitia? Itabidi nitaweza kutumia kivimbo hichi na kitaweza kumuita, ili hali wewe unastahili ufanye nini? Umupe mwelekeo wa kumfikisha mahali hapa. Sawa, nimekubali mganga Kethi. Sasa nieleze jinsi ya kutumia hicho kijiti. Hiki kijiti utakapokwenda utamtazama vile atakapofika kule njia panda. Hebu mtazame, umkeuze kwenye kizoko. Namna utakapomkuza hivi, nia yake itabadilika na atakusikiliza wewe na atafaulu kufika kwenye himaya yangu. Na hapo ndipo utakuwa umemtega yule mchungaji, hataweza kuepa mtego wako. Nimesikia mganga Kethi. Ndio. Nimeshika maagizo yako yote. Ndio, chukua hii. Nitatenda jinsi umesema. Chukua hii. Shika kwenye mikono yako miwili. Usione hivyo, unakiona kidogo, ila kina nguvu, kinaweza kukuangamiza hata wewe mwenyewe. Nimesikia mganga Kethi. Ndio, unaweza kupotea. Yaani hakumalize nguvu zako ili yeye akapate kuinuliwa zaidi. Lakini kupitia kwa nguvu za Mungu it's so powerful. Ninasema hivyo kwa sababu kuna siku moja huyo mganga Kethi nilikutana naye kwa njia, na nilipomsalimia akakataa kunisalimia, akarudisha mkono nyuma kwa haraka. Na nikatafakari labda huyu mganga Kethi huyu ana nguvu za giza. Hapo ndio niligundua kwamba kumbe mganga Kethi ana nguvu za giza. Nilikuwa namuona kama mtu wa kawaida. Hata wakati mwingine alikuwa anakuja katika kijiji chetu kule kabla asijaingia katika kijiji chetu cha Nineva. Kabla Bwana hajanituma katika kijiji chetu hiki cha Nineva, nilikuwa namkuta huko, alikuwa anakuja katika kijiji chetu kununua vyakula huko kule. Na sikujua kama ni mtu ambaye ni mganga, na pia Mungu ndiye amesababisha nikajua kwamba katika kijiji chetu hiki
kuna nguvu za giza na waganga wametawala hii kijiji chenu sana. Huyu mganga yani nilimuuliza anionyeshe njia ya kutoka forest. Bali akaniambia nisipoungana na yeye hawezi akanionyesha njia ya kutoka forest. Ndiposa nikakubali mashauri na maonyo yake. Ndio alafu akanionyesha njia ya kutoka forest. Asante sana yaya, niko mzima nashukuru Mungu dada Halwani. Asante. Karibu sana. Habari ya siku nyingi? Mimi niko salama, maybe kule ambako natoka. Kwenye nimetoka watu wako wazima, jamii wako wazima, maybe jamii wako. Hata mimi wangu wako wazima nashukuru Mungu. Asante. Asante sana. Sasa dada Naomi, nilikuwa nimekujia hizo vitu zangu. Yes. Nashukuru kwa sababu Bwana alinijalia neema nikapata. Kuna kabiashara nilikuwa naendelesha kidogo kakanipa at least promotion. Alafu na kuna sehemu tena kuna mpendo aliyenisaidia tena akanisupport na sehemu kidogo ili niongezee deni niweze kukamilisha. Sawa, asante nashukuru. Asante sana dada yangu. Sawa. Nashukuru sana maana umekuwa rafiki mwema katika maisha yangu. Sababu wakati kusaidiana dada yangu, lazima tusaidiane kama mwenzako ako na shida na unisaidie. Asante sana dada yangu. Sawa, wakati ule nilikuwa nimegwama lakini ulinisaidia. Nakuombea Mungu akubariki. Akubariki na wewe pia kwa kunilipa, kwa maana kuna wengine unawapea na kulipa inakuwa shida. Asante sana. Kula ambako unaenda salimia watu. Sawa, asante. Lakini leo mnakubali Kristo. Kweli kabisa, ninataka tu kumpa maisha yangu Kristo siku ya leo. Na nikuulize swali kidogo kabla hatujaendelea. Huyu Kilea ni nani kwako? Huyu ni dadangu. Kilea, unasemaje? Nataka tena kwa Kristo. Mmekubali tuunganike wote tufungue kanisa? Aki kweli ukifungua tu hapa kanisa ni levi. Kweli mji utafunguliwa, mji watu wanaenda kufunguliwa, mji watu wanaenda kufanikiwa. Lakini jinsi umekanyeka mali hapa, hakika nguvu zao zinaenda kushushwa. Mganga mmoja ni mganga Madiba na mganga Kethi. Hawa yani wanajiona kwamba tosha katika kijiji hiki. Lakini nguvu zao zitavunjwa na Mungu atazidi kutawala na pia atazidi kuwapigania. Lakini kitu kikubwa ninaomba tu kwamba kama watumishi wa Mungu tuzidi kukesha, tuzidi kuomba na tuzidi kumtumainia Mwenyezi Mungu. Kuanzia siku ya leo ningependa tunapoenda hata katika maombi tukubali na tujitolee tumikie Bwana. Amen. Kwa hivyo tutaleta mikono yetu pamoja na sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, nimekukubali kwamba wewe ni Mwokozi wa maisha yangu. Kuanzia siku ya leo na siku zote za maisha yangu. Ninaamini kwamba ndiwe mwana wa Mungu. Uliyejitolea kaja katika mwili ili nikaokolewe. Katika jina la Yesu. Naomba nikiamini. Baba, katika jina la Yesu. Ninasema ni asante na naalika kibali na neema yako. Mtumishi wako wamejitolea hata katika nyumba hii. Mtumishi wako Neema na dada yake Kilea wamejitolea kwa ajili ya kuabudu siku zote za maisha yao. Ninawakabidhi mikononi mwako. Nikiomba mkono wako wa neema ndani ya maisha yao. Kwamba ukazidi kuwagusa, ukawaneemeshe na kuwatetea. Sifa na tukufu zidi kurudia mahali ni Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo ninaomba nikiamini. Amen. Mzidi kubarikiwa sana. Kwa hivyo nataka tutafute mahali, nataka kupea Neema, nataka nikupee kazi. Unitafutie mahali ambako kuna nyumba ya kukodesha. Tuanzie hapo kanisa. Mchungaji, niko na hiyo sehemu. Nimejitolea kwa moyo wangu. Wewe ni Mungu.
hakuna kama wewe. Wewe ni Mungu moyoni mwangu, wewe ni Mungu, hakuna kama wewe. Wewe ni Mungu moyoni mwangu.